Baba, katika jina lako Yesu Kristo, Mungu mwenye uweza na nguvu, Baba, mtumwa wako nakuja mbele zako na nyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari wenye nguvu na uweza. Naalika uwepo wako mahali hapa. Naalika nguvu zako, Roho wako Mtakatifu akatamalaki katika eneo hili. Utukufu wako Bwana ukatande katika eneo hili na anga la mahali hapa lote. Nguvu za giza, majeshi ya pepo wabaya, roho za usumbufu, roho za kudhihaki, katika jina la Yesu Kristo nazinyamazisha kimya, na kila elimu na mamlaka zote zinazoinuka kinyume na elimu yako Kristo ninazifunga matita na kuziseta kuzimu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Iwe shwari kuu, iwe nuru. Ujumbe huu Bwana ukasikike na kupenya katika masikio ya watu wako na kwenye vyumba vyao vya ndani vya mioyo yao. Baba, wakapate kusikia na kutendea kazi ujumbe huu. Maana Baba, umesema hutafanya jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wako. Takatifu, asante kwa neema hii na kibali hichi. Mimi sikustahili, ila ni wewe peke yako Bwana uliyenistahilisha, mwenye uweza na nguvu. Baba, najiweka mikononi mwako. Naomba Roho Mtakatifu ukaniongoze sasa, nikaseme yale Bwana uliyoyakusudia watu wako wakayasikie, ili waweze kuyatendea kazi katika kipindi hichi tulicho nacho. Asante Bwana. Mabibi na mabwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu na uweza. Ni mtumishi mchungaji Dismas Steven kutoka wilaya ya Babati, mkoa wa Manyara. Nina ujumbe unalihusu kanisa la Bwana katika nchi, watu wote walio katika nchi ya Tanzania. Hii inatuhusu wote, wachungaji, manabii, mitume, wainjilisti, walimu, na wote ambao wana dini na wasiokuwa na dini, Waislamu, Wakristo na wale wanaosema wao ni wapagani. Wote walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, wanaovuta pumzi, walio hai, inawahusu. Ujumbe unawahusu wote walio katika nchi hii ya Tanzania, taifa la Tanzania. Ujumbe huu nitaanza na kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wa 2 mstari wa 9 mpaka wa 10. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu na uweza. Mstari wa 9 unasema, yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani, maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Mstari wa 10, washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapigia radi, naye atampa mfalme wake nguvu, na kuitukuza pembe ya masihi wake. Amina. Naenda kitabu cha Zaburi mlango wa 14 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Zaburi mlango wa 14 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Kitabu cha Zaburi mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Zaburi 14. Neno la Bwana linasema, ninasoma kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kitabu cha Zaburi mlango wa 103 mstari wa 6. Mlango wa 103 mstari wa 6, kitabu cha Zaburi. Bwana Yesu atusaidie sana. Mstari wa 6 unasema, nitasoma kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Mstari wa 6, Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Twende tena kitabu cha Zaburi mlango wa 127. Tanivumilia, nimepewa maandiko mengi kidogo hapa.
Kitabu cha Zaburi mlango wa 127 mstari wa kwanza na wa pili. 127 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Bwana linasema, nitasoma kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Mstari wa pili. Kazi zenu ni bure, nao amka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Amina. Nimebakiza kitabu kimoja, kitabu cha Zaburi mlango wa pili mstari wa 20, ambacho ndo kimebeba ujumbe niliopewa niwaambie mkasikie. Wa kutendea kazi watendee kazi, wa kutii watatii, wasiotii watakutana na mkono wa Bwana. Taifa zima. Amina. Bwana anasema, kitabu cha Zaburi mlango wa 127 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Anasema, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Mstari wa pili. Kazi yenu ni bure, maana kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Zaburi mlango wa 102 mstari wa 20. Tamalizia nacho kitabu, maana ndo kimebeba ujumbe wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Turudi kitabu cha Samueli mlango wa kwanza mlango wa pili mstari wa 9 hadi wa 10. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapigia radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia. Amina. Naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masihi wake. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa leo unasema, wachungaji wote mtakaosikia ujumbe huu, wainjilisti, manabii, mitume na walimu, mlio wakusanya watu wa Mungu mahali pamoja mkimwabudu Mungu na kumsifu Mungu na kumtumikia Mungu katika roho na kweli, na wale wote na Waislamu wote na wale ambao hawana dini, na mtu yoyote atakayeusikia ujumbe huu, tafuta mahali pasiri, muombe Mungu. Mwambie Mungu kitu kuhusu nchi ya Tanzania. Mwambie Mungu kuhusu nchi ya Tanzania. Mwambie Mungu kitu kuhusu nchi ya Tanzania. Kwa ufupi, hali tulionayo Tanzania ni mbaya sana, ni mbaya sana. Na Mungu analifunua hili jambo kwa watumishi wake, lakini watumishi wamenyamaza. Wachungaji wamenyamaza, manabii wamenyamaza, mitume wamenyamaza, walimu wamenyamaza, wainjilisti wamenyamaza. Wakubwa kwa wadogo, wachache sana wanaosema. Lakini Bwana anasisitiza tuombe kwa ajili ya nchi hii, kwa ajili ya taifa hili, kwa ajili ya mustakabali wa taifa hili. Mwaka huu, kuanzia huu mwezi, takiwa kuomba. Sio tuombe tu tunaenda kanisani siku moja au tunafunga siku 3 tunaomba, hapana, afu tunamaliza, hapana. Takiwa tuombe mwaka huu mpaka unaisha. Tunaomba na tuombe bila kukoma. Tuombe kuhusu amani, tuombe kuhusu amani, tuombe kuhusu haki, tuombe kuhusu Bwana kutawala na kumiliki nchi hii. Tuombe sana sana sana. Yanayokuja yanatisha, 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 yanatisha mwana wa Mungu, yanatisha wananchi wa Tanzania. Acha kudhihaki, acha kudharau. Heli kulia sasa, heli kumtafuta Bwana sasa, maadamu anapatikana. Kwa maana kuna muda itafika tutamuita, hata itika na hata patikana, na tutakuwa tumekwisha kuchelewa. Bora sasa hivi. Kuna muda
Tunaweza tukakaa, Waislamu wanaweza wakaomba, Wakristo tunaweza tukaomba, na watu wote tunaweza tukasimama kwa nia moja, tukamuita Mungu naye akaitika. Ni sawa, ni siku za mwisho, lakini sio lazima unabii wa siku za mwisho utimie hapa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sio lazima unabii utimie hapa Tanzania, na hili halizuiliki. Kuna watu wameandikiwa kufa ambao hawatakiwi kufa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio jambo linamhuzunisha sana Mungu. Na sisi tuliopewa mamlaka tumepewa mamlaka ya kufunga lolote na kufungua lolote. Kufunga lolote ambalo sio mapenzi ya Mungu na kufungua lolote ambalo ni mapenzi ya Mungu kutendeka hapa Tanzania. Tumenyamaza, hatusemi, hatuombi, hatuambii wale tunaowaongoza, tulioko chini yao, walioko chini yetu, ambao Bwana amewaleta ili kupitia sisi wamjue yeye, maana sisi ni wawakilishi, ni wajumbe wa Mungu. Mungu anasema kupitia sisi, wachungaji, manabii, mitume, wainjilisti na walimu, Bwana analolitaka kwenye nchi hii wote. Bwana anasikia kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Anataka tuombe. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Hata tukitumia nguvu, hata tukitumia maneno kuongea bila kuomba, hakuna kitakachobadilika. Hakuna kitakachobadilika. Hali itazidi kuwa mbaya. Hali itazidi kuwa mbaya. Hii amani tulionayo itapotea. Hakuna anayependa mtu kuwa mkimbizi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tuombe sana kuhusu nchi. Tuiombee sana sana. Omba. Unaweza ukasema mimi nina uraia wa nje ya nchi, au mimi niko nje ya nchi, lakini bado una ndugu zako. Au unasema mimi sijaoa au sijaolewa, lakini bado una ndugu. Hata wewe uliooa, ulioolewa, una watoto. Unaweza ukapona wewe, je, watoto wako watapona? Unaweza ukapona wewe ambao unasema mimi sijaoa wala sijaolewa, je, ndugu zako watapona? Simama, mgeukie Mungu, omba kuhusu nchi. Na mchungaji yeyote, awe nabii, awe mtume, awe mwinjilisti, awe mwalimu, atakayetia nia, atakayeamua kuomba, Bwana atakutana naye, atasema naye, atampa maelekezo jinsi ya kuomba, cha kufanya. Bwana anataka tuombe. Tusipoomba sasa hali itakuwa mbaya. Huwezi kujua yatatokea wapi. Kama ni vurugu, huwezi kujua zitatokea wapi. Kama ni vita, huwezi kujua itatokea upande gani au mkoa gani. Unaweza ukasema mimi niko salama, niko kijijini huko ambako hakuwezi kufikiwa na vurugu, lakini ukashangaa ukaanzia huko. Afu ukakuta wale unaowapenda ndio wanatangulizwa. Utafanyaje? Heli uombe sasa. Ukiwa na muda wa kuomba, ukiwa na nguvu, ukiwa na sauti ya kumuita Bwana, muite Yesu, anasikia, ataunyosha mkono wake. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mlango wa 32, mstari wa 39. Kumbukumbu la Torati, mlango wa 32:39. Neno la Bwana linasema, Kumbukumbu la Torati, mlango wa 32, mstari wa 39. Neno la Bwana linasema, anasema yeye Mungu mwenyewe, fahamu sasa ya kuwa mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Naua mimi, na uisha mimi. Nimejeruhi, tena naponya. Vitu vyote, uwezo wote na nguvu uko kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Anaweza kuisha, anaweza kujeruhi, anaweza kuua, anaweza kuponya. Mungu ni yote katika yote. Wanasema naua mimi, na uisha mimi.
Kwake hakuna neno gumu wala jambo gumu asiloliweza. Bwana anataka tuombe. Twende kwenye msingi wa ujumbe wa leo. Zaburi 102 mstari wa 20. Neno la Bwana linasema, kitabu cha Zaburi 102 mstari wa 20. Neno la Bwana linasema 102 mstari wa 20. Watanzania tuombe sana. Tuombe sana. Omba sana. Kuanzia ngazi ya juu, kuanzia kwenye kiti cha urais mpaka kwa balozi wa mtaa. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe sana nchi. Omba sana. Sana sana. Kitabu cha Zaburi mlango wa 102 mstari wa 20, neno la Bwana linasema, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Bwana anasema, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Ndio msingi wa ujumbe. Tusipoomba, Bwana atasikiaje kuugua kwa waliofungwa? Na atawezaje kuwafungua walioandikiwa kufa? Wapo walioandikiwa kufa, wapo waliofungwa. Bwana anataka awafungue. Anawafunguaje? Anataka tusimame, tuombe. Kanisani, makanisa, wachungaji, wainjilisti, walimu, waambie watu mnaowaongoza, tuombe kwa ajili ya nchi. Ili jambo sio la kufanyia mzaha kabisa. Sio la kufanyia mzaha. Bwana anayafunua mengi, wengine wanapuuzia. Wengine wanasema ni ndoto tu. Bado Bwana anazidi kuthibitisha na kudhihirisha kabisa kwa njia maono. Wengine wanaona tu ni mawazo. Lakini Bwana anataka tuombe kwa ajili ya nchi. Ili jambo sio la kufanyia mzaha kabisa. Sio la kufanyia mzaha. Kuna watu wameandikiwa kufa ambao hawatakiwi kufa. Kuna watu wamefungwa ambao inatakiwa wafunguliwe. Wanaugua, wanaumia, lakini hawana mahali pa kupazia sauti. Omba. Bwana anataka tuombe. Tuombe sana. Tuombe sana kwa ajili ya hii nchi. Tuombe sana. Hii amani tulionayo sio ya kuchezea. Uhuru tulionao sio wa kuchezea. Haijalishi ni kitu cha aina gani. Sisi watumishi wa Mungu tulioitwa, tuna mamlaka ya kuamua lolote litendeke na lolote lisitendeke. Bwana Yesu asifiwe. Tukinyamaza sisi, taifa litaangamia. Na sisi pia hatutapona. Kwa sababu unaweza ukasema mimi ni mchungaji, au mimi ni nabii, au mimi ni mtume. Hakuna kitakachonikuta. Kitokea la kutokea, asafiri au naenda nje ya nchi, sawa. Hauna ndugu na nje ya nchi unaweza usifike, ukaishia mpakani. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe sasa hivi. Tuombe. Tuombe. Bwana atasikia kuugua kwake aliyefungwa, na atawafungua. Atawafungua hata wale walioandikiwa kufa isivyo haki. Bwana atawaokoa. Atawatoa katika hayo mashimo. Atawatoa katika hivyo vifungo. Atawatoa katika giza nene. Bwana anataka tuombe. 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 Amesema, ombeni lolote kwa jina langu nami nitalifanya. Hata sasa hatujaomba, ndio maana yameharibika. Kumeharibika, kumechafuka. Hawa wanatekwa huku, hawa wanajeruhiwa huku, hawa wanaonewa huku, hawa wananyang'anywa hichi. Mabeliali wamekuwa wengi sana. Wengi sana katika nchi. Watumishi wa Mungu, tuombe. 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 Bwana anataka tuombe. Kuna watu wameandikiwa kufa. Tena watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wa kweli wameandikiwa kufa. Na hili tusipoomba, tutaliona likitendeka, likitimia. Adui ana mpango mbaya sana katika nchi. Adui ana mpango usio wa kawaida katika nchi. Tuombe, wana wa Mungu, tuombe. Taifa la Tanzania, wananchi wote,
wengine mlioko nje ya nchi, tuombe sana, tuliombee taifa hili sana sana sana. Tumwombe Mungu amsimamishe kiongozi aliyemkusudia yeye. Sisi kanisa tuna uwezo na mamlaka ya kuamua nani asimame na nani asisimame. Tunaamua nchi iwe na amani, nchi isiwe na amani. Tuombe, ninawaombeni tuombe. Bwana anasema tuombe. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi anatupenda sana Tanzania. Anataka tuombe. Tuombe sana. Tuiombee nchi, tuombee viongozi, tuombee mipaka yote, tuombee raia ndugu zetu. Tuombe. Kanisa omba. Kanisa omba. Bwana atasikia kuugua kwa waliofungwa. Bwana atawafungua walioandikiwa kufa. Riski zilizowekwa kwa ajili ya watu kuondolewa uhai isivyo haki, Bwana atawapigania na kuwatetea, maana ndiye mtetezi wetu. Mkumbuka Ibrahimu, wale malaika wawili walipomwambia tunaenda kuharibu Sodoma na Gomora. Ibrahimu alipiga goti akamuuliza Mungu, je, ukikuta wenye haki 50 utaangamiza? Akasema kwa ajili ya wenye haki 50 sitaangamiza. Ibrahimu alishuka mpaka 10. Bwana akamwambia sitaangamiza nikiwakuta wenye haki 10. Bwana anataka tuombe. Angalia Bwana alichokifanya. Walipofika Sodoma na Gomora, walifikia kwenye nyumba ya Rutu ndugu yake na Ibrahimu. Kitu ambacho Ibrahimu yeye hakumwambia Bwana kwamba kuna ndugu yangu, lakini maombi yake ilikuwa ni kwamba akimkuta hata mwenye haki mmoja aondoe. Na ndio ilivyofanyika. Angalia Rutu na ndugu na watoto wake aliwatoa katika ile nchi. Na baada ya kuwatoa ile nchi katika ile miji Sodoma na Gomora, akanyesha kiberiti cha moto, wakateketea wote. Yanayokuja ni makubwa sana. Tunaweza tukaona tuko mwezi wa 5. Iko miezi 7 mbele. Hii miezi 7 ni ya hatari sana. Ni ya hatari kuliko kawaida. Watumishi wa Mungu wasisitize watu tuombe. Wasisitize watu tuombe. Waambie tuombe. Mungu anasikia na Mungu anajibu. Mungu anasema Yeremia 23:23, mimi si Mungu niliye mbali, ni Mungu niliye karibu. Niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Niite, nipo na kusikia. Niite, asema Bwana wa majeshi. Niite ili akusikie kuugua kwa waliofungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Wengi sana wameandikiwa kufa sivyo haki. Bwana anataka tuombe. Wachungaji mlioitwa na wasii, wainjilisti mlioitwa na wasii, walimu mlioitwa na wasii, manabii mlioitwa na wasii, mitume mlioitwa na wasii, waambieni watu tuombe. Waislamu waambieni kusanyiko lenu tuombe kwa ajili ya nchi. Uovu utakapotokea, haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni waziri, haijalishi wewe ni mbunge, haijalishi wewe ni usalama wa taifa, haijalishi wewe ni mwanajeshi. Machafuko hayaangalii wewe ni nani. Vita huwa haiangalii. Kufa unakufa. Bora ufe katika haki. Bora ufe ukiwa umetimiza kazi ya Bwana. Bado hujatimiza, na usio mpango wa Mungu kuua. Sio mpango wa Mungu kuua. Ndio maana Bwana anatoa taarifa na tahadhari. Watu tuombe kuhusu nchi. Tuombe kuhusu uchaguzi kuanzia mwezi huu wa 5. Tuombe sana sana. Tusiombe kwa kukatakata. Tunafunga siku 7, 14, 40, tunasitisha. Hapana. Ni maombi ya muendelezo. Tuombe mpaka Bwana atakapoifanya imara taifa hili.
taifa hili, mpaka atakapolifanya imara taifa hili, mpaka atakapolifanya imara taifa hili. Tuombe bila kukoma. Yeye ni yote katika yote. Anasema, je, kuna neno gumu la kumshinda Bwana? Anauliza Bwana wa majeshi. Kuna neno gumu la kumshinda Bwana? Kwa nini hatuombi? Kwa nini tumesahau kupiga goti? Kwa nini tunaangalia yaliyo chini, tunasahau kuangalia yaliyo juu aliko Kristo? Rababashaka tarabusika. Watanzania, tuombe. Tuombe sana. Tuombe sana. Tuombe. 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 Hali ni hatari. Hali ni hatari. Mwilini huwezi kuona. Unaweza ukawa huko kwenye mji, huko kwenye wilaya, huko kwenye mkoa. Wewe ni kiongozi. Wewe ni raia wa chini kabisa. Unaishi maisha ya kawaida, huna hili wala lile. Unaona maisha yanaenda tu kama kawaida. Haujui chochote. Lakini Bwana anafunua mambo makubwa na magumu rohoni. Nasi watumishi wake tumepewa mamlaka na nguvu. Tuambie watu, usinyamaze. Maana ukipewa ujumbe ukanyamaza nao, damu za hao watu wakipotea zitadaiwa juu ya kichwa chako. Heli uambie, wasipotii umenawa. Usipoambia, lazima damu zao zitadaiwa juu ya vichwa vyako, kichwa chako. Uwe mchungaji, uwe nabii, uwe mtume, uwe mwinjilisti, uwe mwalimu. Bwana atakachokuambia sema. Waambie watu wako, waambie watu wake waombe. Sio matusi, sio kutukana. Hapana. Hapo Bwana hayupo. Usitukane, usidhihaki, usidharau, usikejeri. Piga goti, mlilie Mungu aliyekuumba, aliyekuweka katika taifa hili la Tanzania. Mwite na yeye ataitika, maana amekuweka kwa kusudi maalum katika nchi hii. Uwe kiongozi, uwe sio kiongozi, uwe maskini, uwe tajiri, fedha zako hazitakusaidia, wala umaskini wako hautakusaidia. Uwe mjane, uwe yatima, wala ujane wako hautakusaidia, wala ugani wako hautakusaidia, wala uyatima wako hautakusaidia. Usipomuita Mungu sasa, yakishatokea yametokea. Utapata mahali pa kukimbilia. Fedha zako utaziacha, nyumba utaiacha, hizo kazi utaziacha, utakimbia. Hakuna kitakachokusaidia. Heli kumuita Bwana maadamu anapatikana. Atufungue tuliofungwa, tulioandikiwa kufa. Atuokoe na mkono wa yule mwovu. Mipango ya hila yote Bwana anaweza kuiondoa, lakini tusipomuita ni hali ya hatari sana. Watumishi wa Mungu, tuombe. Tuombe sana. Tuombe sana sana. Tuombe sana kuliko kawaida. Maneno haya yanaweza kawa masikioni mwako kama kelele, lakini nakwambia tuombe. Tuombe sana sana. Tuombe. Usisubirie ya kukute. Unayoyasikia huko usisubirie ya kukute. Usisubirie ya kukute, yasikie tu kwa jirani. Na usiombe yaendelee kuendelea. Bora uombe ili yaishe na Mungu ayaondoe kabisa. Waangalie wana wa Israeli. Walipomkosea Mungu, walipigwa, wakapelekwa utumwani na Wamidiani, wakateswa. Lakini walipomrudia Mungu, walipomlilia Mungu, Bwana aliwainulia mwamuzi na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Sisi tusipomlilia Mungu, tutaenda kumlilia nani? Tutaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni kumjua Mungu na kumkimbilia aliyetuumba ili tuweze kupona. Atufiche katika mbawa zake. Atuondolee kila aina ya uovu na takataka zote zisizompa utukufu yeye. Watanzania, tuombe. 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 Bwana anataka tuombe sana. Tuombe sana. Kuna wazazi wengine wanatoboa na watoto wako mashuleni, shule za boarding. Unakuta huyu yuko mkoa wa Arusha, mtoto wake yuko Sumbawanga, mtoto wake yuko Shinyanga huko, yuko Mwanza nasoma. Usiseme mimi niko safe. Hapana. Hujui yatatokea wapi na sangapi. Omba, yamkini Bwana atatusikia na
na kutuponya. Omba, tusiombe kwa kukatakata. Tuombe mwaka mzima huu. Hizi siku zilizobaki, tuombe mpaka huu mwaka unaisha. Tumuombe Bwana aifanye imara, aufanye imara, alifanye imara ili taifa. Aunyoshe mkono wake, mapenzi yake yatimizwe. Kila uovu na mipango yote ya hila iliyopangwa na adui kwa ajili ya watumishi wake na raia wote wa Tanzania, maana sisi sote ni kanisa la Bwana. Sote ni kanisa la Bwana. Watu wote walioko katika nchi ni taifa la Bwana. Katika dunia nzima sote ni taifa la Bwana. Tuombe, tumuombe Mungu aliyetuumba, anayetupa pumzi. Tunalala usiku, tunaamka asubuhi tukiwa wazima tena. Sisi ambao hatujalala mauti, tuombe, tuko hai. Ombeni. Zaburi 20:102 mstari wa 20. Bwana anasema tukiomba atakusikia kuugua kwao waliofungwa, naye atawafungua walioandikiwa kufa. Bwana wa majeshi asema yeye sio Mungu aliye mbali, ni Mungu aliye karibu. Tumuite naye ataitika kwa ajili ya taifa hili. Ataitika kwa ajili ya taifa hili na watu wake. Atatuponya. Hata kama ni unabii unatimia, yale yaliyopangwa kutimizwa katika unabii kinyume na mapenzi ya Kristo hayatatimia. Bwana ataunyosha mkono wake. Malaika wake watatawanyika katika taifa hili na kuondoa kila aina uchafu na takataka na kuzuia hata yale yaliyokusudiwa na adui. Hayataweza kutimia. Tusipoomba, hali itakuwa mbaya. Hali itakuwa mbaya kabisa. Kuna majengo mengi yatachomwa moto. Makanisa yatachomwa moto. Wachungaji, wainjilisti, mitume na manabii, walimu, wengine watauawa kabisa. Watu wa Mungu wanaomtumikia Mungu katika roho na kweli. Kuna baadhi ya mikoa milipuko itatokea. Watu wa Mungu, ninajua kabisa watumishi wa Mungu mnafunuliwa haya. Heri kusema, heri kuambia watu ukweli, heri kuambia watu waombe. Watu waombe, wasisimame kudhihaki. Mtumishi wa Mungu, usisimame kudhihaki wala kutukana wala kukejeli. Usishindane na mamlaka. Mlilie Mungu aliyekuweka katika nchi, aliyeamuru wewe uzaliwe katika nchi ya Tanzania, naye atafanya. Asema niite, nipo na wasikiliza. Niite nami nitawaitikia. Watanzania mko wapi? Mwite Bwana, ataitika. Yeye ni yote katika yote. Hakuna atakayeweza kushinda kwa nguvu zake mwenyewe. Hakuna atakayeweza kushinda kwa nguvu zake mwenyewe. Hakuna. Usipomwita Mungu, hakuna atakayeweza kushinda kwa nguvu zake yeye mwenyewe. Hakuna. Maana amesema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9, asema yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Nguvu zipi? Nguvu za wanadamu, nguvu za vita, nguvu za silaha, nguvu za visu, nguvu za kitu chochote. Hakuna atakayeshinda. Anasema washindanao na Bwana watapondwa kabisa toka mbinguni. Yeye atawapigia radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masihi wake. Bwana anataka tuombe. Bwana anataka tuombe. Bwana anataka tuombe. Mabibi na mabwana wapendwa katika Kristo, tuombe. Wachungaji, waambie washirika wenu, wainjilisti, walimu na mitume na manabii wa kweli, waambie Watanzania wote, Waislamu, waambieni waumini wenu, tuombe. Tusidhihaki, tusikejeli, tusidharau
tusitukane. Tuombe amani, tuombe amani, utulivu, haki. Bila haki hakuna amani. Haki itendeke, haki. Mungu ana uwezo wa kuondoa chochote, hata tusichokiona kwa macho, yeye atakiondoa. Tumwambie Bwana, sisi hatuwezi. Piga magoti mahali uliko chumbani kwako, mwambie Mungu kitu. Yamkini sasa hivi una fedha, una maisha mazuri, una gari la kutembelea, una nyumba, una kila kitu. Unasema mimi hayo hayanihusu. Ndugu yangu, huwezi kujua utakuwa nyumbani, utakuwa kazini, utakuwa barabarani ukitembea na gari lako. Omba sasa. Utakayesikia ujumbe huu, usisubirie ya kukute ndo uanze kusema ningelijua. Hapana. Omba sasa. Bwana atasikia na kutuponya na kila uovu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu mwenye uweza na nguvu. Mtumwa wako nimeufikisha ujumbe sawa na vile Bwana ulivyokusudia niufikishe. Naomba utupe neema na kibali Bwana cha kuweza kusimama na kulitia jina lako kwa ajili ya taifa hili. Baba, naomba ukasikie maombi yetu. Sisi sio wakamilifu, sio watakatifu, lakini Bwana naomba ukatusikie watu wako. Tunakuhitaji mfalme wa utukufu, Mungu mwenye uwezo na nguvu, uliyeziumba mbingu na nchi. Ukatutetee watu wako, ukatuonekanie watu wako. Taifa la Tanzania Bwana, naliweka mikononi mwako. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mkuu. Kwa kuna neno gumu wala jambo gumu usiloweza. Ninaomba mapenzi yako yakatimizwe, na lilo ulitakalo Bwana likafanyike katika nchi hii sawa na mapenzi yako Kristo. Tuuishe na kila hila za adui, tuuishe na kila hila za yule mwovu. Njia zao zikawe giza na utelezi, wote walio kinyume na mapenzi yako Kristo. Nuru yako Bwana ikaangaze katika taifa hili la Tanzania. Utukufu wako Bwana ukatufunike. Amani Bwana ikatamalaki. Haki yako ikatutangulie taifa hili. Baba, utuuishe na roho za vita, roho za machafuko, roho za mauaji, roho za umwagaji wa damu, roho za kujeruhi raia na watumishi wako. Baba, wewe ni Mungu mkuu. Nimesema yale uliyokusudia niyaseme. Baba, ukatuishe, ukafungue wale waliofungwa, na ukafungue wale walioandikiwa kufa isivyo haki. Baba, asante kwa maana unanisikia siku zote. Hata sasa umenisikia, nami nimefikisha sawa na vile ulivyokusudia Bwana. Naomba ujumbe huu Bwana ukapate kibali mbele za watu wako, nao wakasikie Bwana, wakasimame kwa ajili ya kuliitia jina lako, kwa ajili ya familia zao na watoto wao na viongozi wetu na kila kitu kilicho katika nchi hii. Baba, jina la Bwana libarikiwe. Na wasalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Amani ya Bwana ikae nanyi. Asante Bwana Yesu kwa neema na kibali chako. Naomba ukawape nguvu Bwana atakayetaka ufafanuzi zaidi, ukaseme naye, ukazungumze naye. Kila atakayekuja magotini kwa ajili ya kukuuliza jambo hili Bwana, naomba ukaseme naye, ukaseme naye Mungu, ukaseme naye Baba, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ni mimi mtumishi Mchungaji Dismas Stefano wa kanisa la PCGM Pentecostal Christian Glory Ministry Tanzania. Asanteni. Jina la Bwana libarikiwe. Simameni wana wa Mungu. Hizi ni nyakati za mwisho. Usiposimama hali itakuwa mbaya sana. Asante Bwana Yesu kwa kuyafunua haya. Ni katika jina lako Yesu Kristo
nikiomba na kushukuru. Amen.